Swala la kufunga katika kanisa letu na kanuni moja kubwa ni kwamba tusishibe zaidi ya mara moja kwa kutwa. Hiyo ndio kanuni yake ya msingi. Kushiba, wewe na mimi tunafahamu, wakati ule tunapotosheka kabisa chakula, hata tukakosa hamu ya kuongeza chochote. Kwa hiyo kanisa linaweka kwamba mtu siku zile za kufunga anaweza akala kitu kidogo, labda kunywa maji au kula kitu kidogo kidogo tu, lakini asishibe. Kwa hiyo mlo wa kushiba, ule wa kusema nimeshiba, huo mmoja tu katika siku. Kwa hiyo huo unapendeza zaidi kadiri ya kanisa, huo jioni. Kwa hiyo hapo katikati hapo unaweza ukala kitu fulani kidogo kabisa, kisicho kufanya wewe useme umekinai na umetosheka. Na hiyo ndio kanuni yetu. Lakini haikatazwi mtu kujiwekea mwenyewe taratibu yako, kwa sababu tunachopigania ni mtu kutabisha mwili wake kiasi kwamba aone anataabika kwa namna fulani, ili mwili huu unaopiga kelele kutaka kushiba upishe roho ifanye mambo yake. Katika njaa ile, katika kiu ile, roho inaweza kuchangamka zaidi kusoma neno la Mungu, kutafakari, kuabudu na kufanya toba, mambo ambayo hayawezekani mwili unapokuwa unachechamaa. Unataka ule, ulale, ucheze, ufanye nini. Sasa mtu ambaye anaweza kujipangia mwenyewe taratibu yake, anaweza kusema kwamba nataka nisile kabisa chochote kile, nifunge vizuri mpaka jioni na kushiba kwangu kuwe mara moja tu. Lakini hiyo itakuwa utaratibu wa binafsi, kwa sababu kanisa hajakataza milo midogo hapo katikati isiyomfanya mtu akinai au ashibe. Kwa hiyo ukitaka kufunga kwa kuacha kabisa kula ili ushibe mara moja, unaweza na inaruhusiwa, lakini hiyo nayo itakuwa siri yako, kwa sababu Kristo amesema anayefunga yoyote yule asifunge kwa mbwembwe ili kujionyesha kwa watu amekunja uso, amekasirika, anafukuza watu wasimguse. Na hiyo kufunga kwa namna hiyo hakuna thawabu yoyote, huko ni kujitafutia adhabu kwa Mungu, kwa sababu Mungu anajua unachotafuta, lakini hapa unajitafutia mwenyewe sifa yako. Na katika kufunga kwetu kuna swala la chakula, alafu kuna swala la kufunga nyama. Nyama tunayoambiwa tufunge hasa siku ya Jumatano ya Majivu na Ijumaa Kuu ni nyama ile ya damu, nyama ile yenye rangi nyekundu na damu yake. Na hivyo kanisa linafafanua jambo hilo. Kufunga ni kuacha pia yale mambo ya starehe. Sasa starehe katika swala hili la nyama tangu zamani ilikuwa nyama hizo kama ya mbuzi, ya ng'ombe, ya kondoo na kadhalika. Nyama hizo zilionyesha kwamba mtu anakula kitu cha kustarehesha, na hivyo karuhusu watu kula aina nyingine ya protini ambayo si ya sikukuu ya kawaida. Kwa hiyo kula dagaa, kula samaki, kula mayai, kula senene, kula sijui kitu gani hapo na kumbi. Haya mambo sio ya starehe sana, ndio maana kanisa halichangii huko katika kukataza. Nakatazwa nyama hiyo kama ishara ya starehe. Hapa kuna watu wengine wanauliza, tunafunga nyama siku ya Ijumaa Kuu kwa mfano kwa ajili ya kwamba nyama ya Yesu Kristo inataabishwa au vipi pale msalabani? Sio hilo. Hatufungi nyama kwa sababu ya kufananisha na mwili wa Kristo. Hapana, tunafunga nyama kwa sababu ni ishara ya kitu cha starehe. Na kitu kile cha starehe ambacho tunatolea sadaka
basi kinaweza kuwakilishwa na hiyo nyama. Je, Waafrika wafunge nyama siku ya Ijumaa wakati wanaipata Ijumaa tu, au wakiipata siku hiyo wafanyeje? Ndugu zangu, si kweli. Mtu yeyote mwenye nia ya kufunga nyama, hata Mwafrika ambaye anapata nyama siku ya Ijumaa tu, anaweza kuisogeza siku inayofuata, kwa sababu yeye aithamini zaidi roho yake na aendane na mama kanisa. Si kweli kwamba Waafrika tuna taabu hivyo kwamba tunaweza tukapata nyama kwa kudondokewa tu siku ya Ijumaa na siku hiyo lazima tuifakamie. Tunaweza pia kufunga nyama tukaisogeza siku ya Jumamosi au siku nyingine tukaila kwa heshima na kwa raha. Bora tujifunze namna ya kuhifadhi hiyo nyama. Kwa hivyo ndugu zangu, katika kufunga kanuni yetu ni hiyo moja, kwamba mtu usishibe zaidi ya mlo mmoja. Mlo huu uliopendekezwa kushiba sana ni jioni. Hapo katikati unaweza kuruhusiwa na unaweza kujiruhusu mwenyewe kula vyakula kidogo kidogo, lakini ukitaka usile kabisa mpaka mlo wa jioni, ruksa.